chipukizi ama wa Kenya wenyewe kuhusiana na masuala ya ukabila? Ni mimi na wewe. Bwana, yes of course. Ni mimi na wewe Bwana Laban. Lakini before mimi na wewe kuna wale the old guards. Yes. Wale ambao wamekuwa kidivide hizi tribes kwa sababu ya misingi ya siasa. Hao ndio wa kwanza kulaumiwa. Lakini makosa makubwa ambayo tunaweza kuwa tukibeba ni mimi na wewe. Kwa nini? Kwa sababu wale wametufunza, wamekuwa wakifanya vile. Na hiyo ndio mitindo yao ya kueneza siasa mbovu na maisha mabaya. Mbona mimi na wewe tutumiwe na wale, ilhali tunaweza tumia akili zetu, mawazo yetu kuondoa ile ideology yao mbaya, tuweze kufuata wa ideology ya one Kenya, one nation, one tribe. That is the only way, that is the only move. Hakuna lingine, ni mimi na wewe. Na hiyo tu inaweza letwa na majenzi ambao walijitokeza on 2024 last year. Uliona vile waliongea, wakasema, wakapanga na wakajitokeza wakasema they are leaderless, wakasema wako tribeless. Na ni ukweli, kwa sababu Kenya hii si ya tribe moja. Kenya hii si ya Mkikuyu, Kenya hii si ya Mkalenjin, Kenya hii si ya Masai, Kenya hii si ya Mkamba. Kenya hii ni ya sisi wote, kwa sababu tuna Mungu mmoja tu na ni alituumba. Sisi wote ni wa Mungu. Kama sisi wote ni wa Mungu, mbona tusikae na amani na upendo katika Kenya hii? Mbona tusipendane na tupendane sisi wote bila kuangalia ethnic groups ambazo tuko nazo katika Kenya hii? Kwa kuwa hiyo hatuwezi ondoa. Ethnic groups lazima zikue. Manake kuna Mkamba wanaongea kabila lao, hatuwezi wauliza, hiyo ni maumbile ya Mungu. Kuna Wakikuyu wanaongea kabila lao, hiyo ni maumbile ya Mungu. Kuna Wamasai na wale wengine. So hiyo ni kitu ambayo hatuwezi ondoa. Lakini mimi na wewe tunaweza badilisha Kenya hii, tunaweza badilisha maisha haya mabovu ama mabaya ambayo tumekuwa tukifundishwa ama tukifunzwa na wale wazee, wale ambao wameishi katika siasa mbaya miaka ya kitambo, kuanzia 1964, 1970s, 1980s. Wale watu ambao wamekuwa pale, tuweze kuchange na kubadilisha Kenya yetu, tuwaondoe, tulete Kenya moja, a Kenya that is tribeless.